Leo nitakusimulia hadithi inayomhusu binti Mwajuma aliyelelewa na single mother. Mama yake alimpatia kila kitu alichokihitaji, tena kwa wakati, isipokuwa elimu ya kijinsia ambayo ilimtesa Mwajuma na kumharibia mwelekeo wa maisha yake. Mimi ni Yotham Lucas na hii ni Shalom Simulizi. Like, comment, subscribe ili kila tunapoweka hadithi na simulizi uwe wa kwanza kuitazama na kuisikiliza. Sasa twende kazi. Simulizi yetu inaanza katika kijiji cha Igoweko, kijiji ambacho kipo pembezoni mwa mto mkubwa. Bwana Julius na mkewe pamoja na mtoto wao mdogo aitwaye Mwajuma, mwanafunzi wa darasa la 7, waliishi katika kijiji hicho cha Igoweko. Familia ya Bwana Julius ilikuwa na migogoro isiyoisha kila wakati. Wazee wasuluhishi wa migogoro ya familia walisuluhisha mpaka wakakubali, wakasalenda na kunyosha mikono. Nimesemaje? Kama kuondoka hapa, ondoka wewe. Mimi siwezi nikaondoka. Yaani haiwezekani tujenge nyumba wote, tupambane tangu mwanzo na ukumbuke ulipotoka. Mimi nimekukuta hauna kitu chochote. Sasa hivi umepata ndo unataka kuniona mimi mpumbavu, si ndio? Yaani hapa nimekwambia mimi siondoki. Wewe tuache na mwanangu, afu wewe uende kwa hao malaya zako hao. Kila wakati makelele, fujo na vurugu zisizokuwa na kichwa wala miguu. Kuna wakati hayo yote yalitokea mbele ya Mwajuma. Mwajuma, mwanafunzi wa darasa la 7. Hii ilimuumiza, ilimkatisha tamaa na kumvunja moyo wa kuendelea kusoma. Fujo na migogoro haikukoma hata pale Mwajuma alipohitimu darasa la 7. Baba na mama waliendelea kugombana, pengine kupigana kabisa, wakiyafanya hayo mbele yake. Kwani mama, mwisho wa haya yote ni lini? Alipouliza, alifokewa, alitukanwa, nusu ya kupigwa, kuumizwa. Mwafaka wa familia kusambaratika ukawa umetimia. Baba na mama Mwajuma wakawa wametengana. We nenda bwana, niache hapa. Wazani kwamba atashindwa kumlea huyu mtoto? Mtoto wenyewe mmoja tu anishindwe mimi? We kwenda bwana. Maisha mapya ya Mwajuma na mama yake yakaanza. Malezi ya bila baba. Kumbuka kwa wakati huo Mwajuma alikuwa amehitimu darasa la 7 na alikuwa akisubiri matokeo yake ili aanze kidato cha kwanza. Maisha yakaendelea, familia kuongozwa bila baba. Mwanzoni ilikuwa ni kawaida, lakini kadri siku zilivyosonga, mambo yakazidi kubadilika. Ukosefu wa mahitaji madogo madogo na mtu wa kumlalamikia shida. Mama Mwajuma alikuwa ni mwanamke aliyependa uhuru wa kujifanyia kila alichokihitaji na kwa wakati wake. Na tangu alipoachana na mmewe, tabia zake zikaanza kudhihirika. Msululu wa wanaume walipangana kwenye nyumba aliyojenga na mmewe. Hao wote walihitaji huduma. Alianza kutumia mwili wake kama mtaji, na hayo yote aliyafanya mbele ya mtoto wake Mwajuma. Siku moja, mteja wake mmoja alikuwa akiingia ndani sebuleni, akakutana na Mwajuma. Alipofika chumbani, akasema, nimekutana na ako katoto hako, nimekaelewa, nifanyie mpango, nitaweka dau nono, fedha ndefu, kiasi chochote utakachohitaji nitakupatia. Usijali, sio nijua tena, sinaga mbambamba. Mteja alipigwa kofi. Acha tamaa, huyo ni mwanangu, we mshenzi nini? Mama Mwajuma alisema huku akirusha mate yaliyoelekea
usoni kwa yule mteja. Mama Mwajuma alijitahidi kumlinda mwanae asiingie katika mapenzi ya utotoni, licha ya kuwa aliamini Mwajuma bado ni mtoto mdogo sana, hivyo hata akifanya vitendo kama vile mbele yake havitomwathiri wala kumletea changamoto yeyote. Kidogo kidogo Mwajuma akaanza kubadilika. Tabia zake za awali za heshima, utii na unyenyekevu zikaanza kufutika mdogo mdogo. Alikuwa akirudi nyumbani saa 1 mpaka saa 11 siku zingine, lakini alianza kurudi saa 2, saa 3 mpaka saa 4 muda mwingine. Mama yake alipomuuliza alijibiwa simple tu, nilikuwa kwa rafiki yangu, kuna kazi nilikuwa namsaidia kufanya, vile tulikuwa tunajisomea, tunafanya maandalizi. Si unajua mama tena, form 1 mwakani mwezi wa kwanza, kwa hiyo tunafanya maandalizi ya shule, tuna pre-form 1. Hapo mama Mwajuma alijivunia kuwa na mtoto anayejitambua, pasipo kufahamu Mwajuma ameanza tabia mbaya. Alijihusisha kimapenzi katika umri huo mdogo, na hayo yote ni mafunzo aliyoyaona kutoka kwa mama yake. Mpaka matokeo ya darasa la 7 yanatoka, Mwajuma alikuwa ni mjamzito. Simulizi yetu inatufunza tuwalee watoto katika maadili na tuwapatie elimu ya kijinsia wakiwa wadogo. Hii itasaidia kuokoa mimba za utotoni, kuenea kwa maradhi na kupunguza ukatili kwa watoto. Hii ni Shalom Simulizi na mimi ni Yotham Lucas. Huu ndio mwisho wa simulizi yetu. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili kila tunapoweka hadithi na simulizi uwe wa kwanza kuitazama na kuisikiliza. Asante. Mwenyezi Mungu awabariki. Bye.